praying church is a powerful church. Amen. Kanisa linaloomba ni kanisa ambalo liko na nguvu. Haleluya. Amen. Kanisa linaloomba wapendwa wanafuta kwa mambo haya tunaweza kwa ukubwa kwamba a praying church is a powerful church. Amen. Na kanisa lilipoanza pale siku ya Pentecost, okay? Haikuanzia katika hali dhaifu, hapana. Kanisa ilianzia na nguvu nyingi sana. Hata mawimbi ikija haiwezi kanisa. Sababu gani? A praying church is a powerful church. Amen. Na siku leo na mimi tupende ujumbe huu kwa maana kuomba haubebelezwi, lazima uombe. Haubebelezwi, uliingia ukitaka. Na lazima uombe. Na hapa tubebelezani, hapana. Mahali kanisa ilipoanza Kristo. Kristo alisema na kujenga milango kuzimu haiwezi kuingiza. Kweli? Kanisa kanisa linaloomba. So wewe na mimi tupite mambo haya yote ili kwa wokovu wako ondoa uvivu wa maombi forever. Ondoa forever maana hii njia ni maombi, upende usipende. Maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi. Nimeleka hapo. Amen. Nyumba hii na hii tunajenga kubwa. Lengo lake nini? Maombi. So maombi si mambo ya kubebelezwa. Zamani zamani kuna wimbo tulikuwa na ile ndio ya watoto. Lullaby. Lullaby. Tunasikia lullaby. Lullaby kwa maana ndio mtoto ala. Mtoto la la la. Mtoto la 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 la. La la. Wako usilabai. Ni uombe upende. Usikuje wimbo. Tena tutoke hadi gani? Usiombe. Hapo na lullaby. Hii ni upende, usipende, lazima uombe. Na leo na mimi na wapendwa tuondoe uvivu, tuondoe shughuli, we must pray, we like it or not. Maana msingi ya kanisa ni maombi. Nasema sasa kwamba Kristo alifundisha tucheze kuomba, si kuimba. Hapo tumebaomba kwa nzuri sana, lakini Kristo alifundisha kuomba. Tuache to pray. Ni kweli? Kuna kuomba maana Kristo ni maombi. Ni kweli? Amen. Unaniambia kubwa sana tumeitiwa mimi na wewe ni mwito wa maombi. Amen. Shetani kijua siri hii, because anadiscourage watu wengi kuomba. Adui anajua hawa kiomba nimekwisha. Hawa kiomba wengine wafunge hii nimekwisha. So nini? Wakati wa maombi anakupatia dose ya shughuli. Ati nini? Ati nini? No, tusaidini? Shughuli, tusaidini? Amen. Hallelujah. Shughuli sababu gani? Hawakiomba. Hawakiomba. Zina makao. So, the devil has you anapata shughuli ili ya kwamba we live a prayerless church. Okay? Na tusipoomba tayari amepata makao. Amen. Let's go. So kisa la Bwana nikasema kwamba last week ya kwamba watu waliomba na walipoomba Mungu aliridhika kwake. Amen. Sina wakati kuja mahubiri last week lakini kitabu cha Acts chapter 1 verse 14. Majina ya watu waliomba na Petro, Bartholomayo, Filipo na wengine hao wote mpaka mama Yesu walikuja watu wakiomba. Amen. So kanisa, kama kanisa mwandishi Luka amepana majina ili kanisa huyu na huyu na huyu na huyu walikuweko wakiomba. Amen. Let's go. So wapendwa, wacheni hapa maka maombi, ambia shughuli zako Mungu habadilishwi na chochote. Amen. Lazima utafute wakati wako kutosha kwa kuongea na Mungu. Amen. Hallelujah. Sasa ninakubi baba hayo, nilisema kwa kitabu cha Matendo 3 ilikuwa saa ya maombi na kiwete anako barabarani, ni kweli. Saa nini? Jamaa saa 9. Kiwete anao barabara ni saa maombi. Hata Petro alifika kanisani, ni kweli? Anaomba nini? Tupatie fedha. Hata amen. Na muujiza unafanyika saa ya maombi. Dhahabu na fedha hatuna. Kile tuko nacho tutakupea. Yesu Kristo amuka na uende. Barabara ya maombi. Hapo ni barabara nini? Ya maombi. Sababu gani? Kanisa likiomba, Bwana anaanza
walianza kufanya maajabu. Sio na mimi kupitia kitabu cha Matendo. Kanisa la kwanza si mchezo. Walianza kwa maombi na shetani au upinzani hauwezi kuzima. Hauwezi. Watu kiomba haijaisha upinzani. Kanisa Kristo analijenga milango ya kuzimu haiwezi itingie. Amen. So na mimi na wewe watu kwa wapendwa, ni wakati tuamue kuomba in season and out of season. Amen. Adini kuomba wakati unaofaa na wakati usiofaa. Amen. Hii nyumba ya Mungu inayojenga. Ikiwezekana hadi kufungwa. Ifungwa nini? Nyumba ya maombi. 24/7 itafunguliwa. Sababu gani? Nyumba ya Mungu. Okay? Hallelujah. So wapendwa, kubali na mimi tukitia kitabu cha Matendo na pale kuonyesha umuhimu wa maombi, maana sisi tumetolewa katika kanisa la kwanza ambapo maombi haikuwa ya kubahatisha, ilikuwa ni lazima. Amen. Praise God. Maombi ilikuwa si ya kubembelezwa ama kupigiwa lalabai, hapana, lazima uombe. Amen. Kitabu cha Matendo pengine nzima pale Matendo 2 42 Acts 2:41. Soma na mimi Matendo 2 mstari wa 42. Inasema hivi. So, alamu mimi na wewe tukitika kama Matendo yote. Huo ni jinsi mambo yaliyofanya. Ndio maana kanisa haikustahimili upinzani wa mafalme, upinzani wa maadui, tu wanashikwa sawa kama wao, lakini hata kama kwamba hawaliwezi. Kanisa hili liwezi. Sababu gani? Kanisa linaomba. Nasema hivi, Matendo 2:42. Na ikiwezekana wacha nianzie Nasema hivi, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kama hivi, wakawa wakidumu katika fundisho, katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Amen. Hawa ni mitume, wakawa wakidumu baada ya kuhubiri, watu wakaokoka. Imeelezwa kwamba wakadumu katika ufundisho wa mitume. Kweli? Ndio kanisa alifundishwa. Amen. Jambo la pili, wakaishi katika nini? Ushirika. Amen. Hallelujah. Ushirika una maana sana pendo. Ushirika kwa neno ya maana sana. Ni kweli? Amen. Hallelujah. Kuna wazee hapa ambao wanahitulia kwamba siku ushirika baba mwangi kwa maana sana. Au si kweli? Kitambo. Ushirika. Ushirika si jambo la kuchezewa ama kukosa. Ushirika ilikuwa ni lazima. Na mnaonyesha ni lazima. Amen. Na kama huendi watoto watakuja kwako siku hiyo. Huku kushirika watu wote kwako. Maana wanaenda wote ushirika, hakuja ni mama Sara. Wote watakuja kwako kwani kuja. Next time utakuwa kwanza kwenda. Au siku baba? Huyu mjuda. Ushirika tuoza kushirika na mtu ambaye hakuja utanoka. Ni nani tao? Ndo makao moka wa kuroshio wako hapo hapo. Maana praise God. Na masa nini? Ya kwamba ni ushirika. Na mtu nini? Alisali katika maombi. Amen. Tumeitwa kumega mkate, tumeitwa katika ushirika na pia tumeitwa kudumu katika maombi. Amen. Praise God. Tumeitwa katika nini? Maombi. So pendwa, siko kusema ndani kwamba kanisa linaloomba ni kanisa ambalo liko na nguvu. Siku ya leo kupitia kitabu cha Matendo 12 tuone Petro aliposhikwa. Je, kanisa kwa namna gani? Ujumbe wangu kwa kanisa la nguvu na maoga la mitume inasema hivi kitabu cha Matendo 12 angalau ni ujumbe wangu wana great church si kanisa hapana. Nasema hivi kitabu cha Matendo 12 sasa wakati nianze mstari mdogo wa pili wa kwanza mpaka wa 5 hivi. Nasema hivi kwa kanisa ambalo nasema hivi maasi tunaomba sasa Acts 12:1-5.
Kwa majira yake Herode mfalme akarusha mkono yake awatende mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona kumependeza Wayahudi akaendelea kumshika Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata akamweka gerezani, akamtia mkononi mwa vikosi vine vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu waje juhudi. Hata wakati wa Herode alipopata kumtoa usiku ule, Petro alikuwa kalala na askari wawili wamemfunga minyororo miwili, walinzi na mlango wakamlinda. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu. Kafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Katoka nje akamfuata, wala hakujua kuwa ni kweli yanayofanya na malaika, hali alidhani kwamba anaona ndoto. Na walipopita na lindo la kwanza na pili, wakaja hata mlango chumbani, wakaingia wakamfungia. Na walipotoka nje wakapita katika njia moja, malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa imejia ya yakini ya kuwa Bwana amemtuma malaika wake akanitoa katika mkononi mwa Herode, katika kutazamia kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa nafikiri, akafika nyumbani mwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake lakini Marko, na watu wengi walikuwa mkutano humo wakiomba. Na habari inaendelea. Naye alipobisha kilango cha kazi na Herode akaja akasikiliza, akatambua sauti ya Petro. Hakufungua mlango kwa ajili ya furaha, bali akapiga mbio kaingia ndani, kwa Petro amesimama mbele ya lango. Wakawasema, una wazimu, lakini yeye akikaza akawaambia kwamba ndivyo ilivyo. Akaenda kwa malaika wake. Petro akafurushi kugonga. Alipokwisha kufungua akamuona kwa staajabu, na alipofunga mkono wanyamaze kwa jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kapisheni Yakobo na yale habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Amen. Praise God. Kusoma kirefu nione what prayer can do is beyond your imagination. Malama, nguvu za maombi hazieleweki. Amen. Mfalme Herode akamwona nani? Yakobo. Kweli? Na kifo kingie kwa kanisa si chastwa watu. Au sio? Ni kweli? Na shetani anajaribu, maana anakuwa kiongozi hivi sasa kwamba nitamshika mchungaji au sitawanyika. Ni kweli? Tunaposhika kiongozi hivi, alipomuua nani? Yakobo, akamuua yeye. Sasa Petro alikula na Injili kule. Petro alifanya Injili kubwa, Petro akaogopa, sasa tutashika huyo. Na akamshika, akawapa gerezani. Praise God. Hallelujah. Na Petro akashikwa, akawekwa vikosi vinne. Sasa vikosi baba, unajua baba vikosi vinne. Vikosi vinne. Ni kweli? Na wote wanamlinda mtu wa Mungu. Ili baada ya Pasaka akawawe. Lakini kanisa likaomba. Watu wakaomba. Na ilikuwa ni usiku. Hallelujah. Hallelujah. Ilikuwa ni nini? Usiku kwa sababu gani tuko na nyambo. Give all the reasons. Ukisikia kwa usiku umeitwa. Ni kweli? Kanisa iliomba usiku, walikesha, Pastor wa Petro ameshikwa ako gerezani kwa vitanda kama pastor ako gerezani. Amen. Hallelujah. Hatutalala kesha ya emergency. Maana
Ati nini? Ati nini? Kesha nini? Kesha nini? Wanalishikwa? Aruitwe. Pastor le. Yake ni anyito. Na mzo kanisa aliwa jana. Ameshi. Sasa sikizeni, washirika hatutalala. Kwa gerezani. Twendeni kwa mama Mariko, ndio kesha itakuwa wapi? Huko. Amen. Hallelujah. Amen. Kesha emergency ikaishi. Amen. Wewe mzako kwa emergency ya kesho utaenda wewe. Ukio mzako kisha emergency unaweza kuja wewe. Ukio mzako anaongea ndugu yako hapo. Muombe kesho emergency ukiitwa unaweza enda. Muombe kesho emergency unaweza enda. Wengi emergency. Amen. Between Monday and Sunday mambo utendeka, ni kweli. So niliposikia Petro ameshikwa, mambo niita atalala. Ni kweli? Ndio kama Marko. Twende huko kwa kesha. Maana pastor wetu ameshikwa. Kanisa likana kuomba, wakaomba. Hallelujah. Wakaomba. Praise God. Malaika vingine katuma master key. Enda kwa gerezani. Hii maombi si ya bure. Hii kilio si ya bure. Nimekuja kufanya kazi, maana maombi hufanya kazi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hawa mama ni wadhaifu. Hizo ni na ndugu yetu asubuhi. Unasema neno wadhaifu tuambie. Wanyama wengine wadhaifu ni kweli? Okay? Hawa mama shosho ni wadhaifu kweli? Lakini hata wale wadhaifu wameenda kesha kwa mama Mariko. Kuomba ni kweli. Wadhaifu, wanyonge, hawana chochote, lakini the power of prayer is beyond imagination. Amen. The power of prayer is beyond imagination. Okay? So walipokuwa wanaomba tu, malaika akatuma. Enda gerezani. Amen. Enda gerezani. Petro ameshikwa hata hajui hapa ni ndoto. Amefungwa vifungo huku na huku. Ameshikwa namna hii. Ili baada ya Pasaka hata alasulubishi. Amen. Hata yeye auawe. Malaika akatumwa enda gerezani. Akaingia huko gerezani. Anafungwa hivi. Kingo anafungua. Amen. Wako kwa maskani wako pale. Okay? Lakini kuza maombi is beyond. Amen. Hallelujah. Malaika akatumwa na tunamuona akafungua nguo nini usiku kesha hata hajui kuomba kumbe Mungu amesikia nini majibu malaika ametumwa kujibu yale maombi maana maombi hufanya kazi. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So kanisa wakaenda wakalango la kwanza lango la pili mpaka ya mwisho. Amen. Mpaka kwa street la kushangaza atapenda kujua kesha iko wapi. Au sio? Yeye anaenda tu ni usiku. Ni kweli? Anaenda nyumbani kwa nani? Kwa mama Marko. Anaenda huko. Akifika huko, msichana Roda sio alikuwa anaenda haja. Akasikia, iko nani? Petro. Anarudi mbio, hata kufungua. Petro. Ati nini? Wacha wazimu. Ati nini? Anasikia tuno. Nani huyo? Ni kweli? Mukikore. Anabisha nani? Ni kweli? Ni malaika wake. Ni kweli hawajui mbingu imekuja kumuokoa, maana maombi is beyond what you imagine. Amen. Hallelujah. Na tunaona kwamba baada hapo alipoingia hata anaenda kuuliza wanashangaa. Ni Petro, kainoe. Sasa yuko kwa seli. Ukile Mungu anasaidia kwa seli. Okay, mshana kwa seli, mshailala. Na mshana kwa seli atuambie. Mshana kwa seli. Unakoma? Niwe kuhana wewe. Unajua? Tuele, mimi sijawahi tuambie. Mimi sijawahi. Na blanketi. Ati nini? Na huwezi lala sababu pahali utalala
ndio tu ali. Ndio kuja hapo tuambie. Tutajana huko. Mimi si hapa ila kihubiri mambo haya. Pengine kama la kwa sasa ndio tuambie. Kwa na kidogo. Bwana asifiwe. Unaona naye biashara inakupeleka kila pahali. Wakati huo nilikuwa nauza makaa. Nikashikwa na lori imejaa makaa. Sikuwa na permit. Nilijikuta kwa sale. Sasa hata yule mtu alikuwa ananipea nguvu, ni mama mwingine alikuwa hapo mzungu wa sera, huyo mwenye sera. Hiyo shamba kulikuwa kuna mtu ameuawa huko. Sasa na yeye alikuwa ameshika mama mzungu. Sasa unakaa, unajifanya utakaa chini, unajikuta umekaa chini. Unasema utalala juu ni sakafu hapa. Unajikuta hata umelala kwa sababu ni sakafu. Lakini saa 3 register mnaitwa, saa 9 mnaitwa, na saa 11 ya asubuhi mnaitwa. Hiyo ndio imeisha. Praise God. Amen. So, the more the friend is nataka unaficha hapo maana kwa sale tikwe go maskineria. Kwa sale tikwe go yani anga hiyo ni mbaya au sio? Hiyo anga ya sale ni mbaya. Okay? So na imagine pastor yako kwa sale nimeokoka ni pastor kwa Biblia ameshikwa hapo pale hali ya anga ile mikono nimeshika tuko. Katuko. Ili mara marizi lakini ni Biblia tu ni kweli innocent amesikia injili ni kweli na si hivyo tu baba Kamunge ilikuwa kamete jana alikuwa na wawa au sio hepa ni kamete ile mbaya ukisikia kuna wale karibu waine kama huko ni kamete au sio so maana kuna mali pale we ni Mungu mingi amen haleluya so ukisikia anaona akiongea wakisema ni wazimu si wanajua maana ya huko wanajua hapo wanakosea wakasema Mungu mmoja atuelezee huko ili mjue wakisema roho ni wazimu watu na wao reasons kusema hivyo huko kamete umeatia uwezi kweli wanalamu so ukisema roho ni wazimu kimwili hawezi amini kweli maana tunasema malaika wake sababu kani kamete huwezi toka. Sasa ulizi balance kweli? Huwezi. So wanapokuuliza haya, hiko hawaamini. Amen. Let's go. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kanisa la Mungu. The power of prayer. Okay? Kile kimtoa Petro kwa gerezani, kanisa ilibaki ikiomba hapo gerezani. Kweli? Amen. Hallelujah. Kama Mungu bila kufasiri, sio kama nikita na kekesa sijui. Kama kai tunafundie, nani na wewe? Amen. Tazama kanisa wanakesha all night. Sasa pastor yao hapo ndani. Hatutalala. Hatutastarehe kwa keti. Pastor wetu kwa wapi? Amen. A powerful church is a praying church. Okay? Kanisa likaomba jamani. Petro akafunguliwa na malaika. Amen. Mbingu kashuka kumwokoa mtu huyu ambaye hata kana haombi kanisa inamuombea. Amen. Hallelujah. Amen. Ni nini tutazakisha sababu ya wengine? Unaelewa? Hana shida zao. Bwana mzuri, utakuwa vizuri, biashara nzuri, lakini pastor wetu aongeleza. Twendeni tukaombe. Amen. Hallelujah. Amen. Wanakesha sababu ya wengine. Okay? Praise God. Tunaona kanisa ambalo tunashirika mmoja
na shida yao, shida mtu mmoja, shida yao hao wote. Amen. Praise God. Amen. Okay? Sasa siku ya leo hana upendo. Upendo ni nini? Mdomo bora nini? Upendo wa nini? Upendo wa nini? Mudo si matendo. Wengi upendo wa nini? Ulipo kesha. Hadi kesha mimi nitatoa wako. Ni upendo kwa mdomo. Kanisa la kwanza walipendana kwa moyo. After no sleep. A pastor faithful is himself. President wa Kristo tukiwa Mungu. Amen. Mungu anaomba ngene machaji ya Mungu. Hayo machaji wapendwa, kuna nyingi ziko tukiomba. Kuna nguvu nyingi ziko. Sisi wadhaifu, sisi wanyonge, hatuna pesa, hatuna hiyo kusema makubwa, lakini tunaweza omba Mungu shike. Au sio? Amen. Haleluya. Tatu anaimwambie mimi mdhaifu, lakini kiomba mimi nashuka hapa. Ambia mwenzako mimi mdhaifu. Lakini kiomba mimi nashuka wapi? Amen. Haleluya. So hata naomba tunakoma kama tunakuwa all big names and all whatever name it, big names, okay? But we pray in heavens come down. We pray. Unaelewa? Amen. Haleluya. So siku leo tumeona wapendwa, tuondoe uvivu wa makanisa na uvivu wa maombi. Tumeitwa kuomba in season and of season. Kanisa ambalo tumetoka hilo, walipoteza hilo, hata sana na wawa haisimami. Petro na siku kwa gani? Kanisa kiomba sababu cha. Kanisa la kwanza, ina mitume, mara ndio walipata mzigo wa maombi, hata shetani jaribu wapi? Hawezi. Amen. Let's go. Hallelujah. Amen. Kwa shule tulifundishwa kwamba si mtu anapokula sisi watoto wanapata kwa shi yako. Mkumbuke hivyo. Mkumbuke hiyo katika story ya shule. Sijui sana za lakini usipokuwa na hii na kushiki kitu kikubwa nini? Amen. Kaza sasa ndio kwa shi yako. Kaza na kuishi. It's a very weak church. On the church. Kazi kwa lakini sijui kitu ni kikubwa. Sijui tupo sijui. Okay? Understand? Yes. You say as shule. And this talks money may go to a head church. Sasa ndio yenye nguvu kwa shetani hawezi. Na uwezi. Amen. Sababu gani? Ni kanisa lenye nguvu. Amen. Praise God. Wewe ndio gani? Mungu atupe neema ya kuomba. Na maombi ndio jibu la kanisa. Kanisa isipoomba inakuwa very weak church. Kanisa ambayo inakurumiwa, kanisa ambayo ni wasiwasi, kanisa ambayo inaelewa. Lakini ile sema kanisa linalojenga na kuzimu. Amen. Siku nyingine tumeitwa kuomba. So pendwa, tunataka kubiliana. Mungu atupe neema ya maombi. Okay? Amen. Maombi ndio silaha ambayo Mungu amekupatia. Zaidi ya mengine amekupatia. Prayer is the strongest weapon can have as a believer. Okay? Usipoomba shetani anakunyang'anya mali yako, shetani anakunyang'anya haki zako, shetani anakunyang'anya heshima yako, okay? Na Mungu ukija unaomba. Unaelewa? Amen. Praise God. Tumeitwa kila moja kuomba. Understand? Na watu wanakupatia anipe neema, walifunua kwamba ondoa all the reasons. Ndio hata sasa kusema kwamba kwani huombi utatupeka katika nzuri na si kabaya, lakini hapa hayo ndio tunatupea na kufanya kanisa nini weak. Unaelewa? Every soul you give. Okay? Well, I heard you pray. It's a good story, but however, things start to be more weaker and weaker. Amen. Nikita hoyaga. Kadoga nori. Katika
kabaya, na make sense. Lakini the story makes us more weaker and weaker and weaker. Unielewa? Amen. Praise God. Mwaka neema. Every sasa tukutana hapa ni utukufu wa Mungu unashuka. Sababu gani? Wiki mzima tumekaa katika maombi. Nimeeleweka? Amen. Whole week tumeshiriki katika maombi. Tukiwa on Sunday ni ibada imejaa nguvu, imejaa uponyaji, imejaa neema, imejaa breakthrough kubwa. Wiki mzima kanisa imeomba. Hivi hapa Sunday kamunge. Ibada imejipeka hivi wenyewe tu. Sababu gani? Tumeshaomba wiki mzima. Amen. Hallelujah. Ndio tunaomba, tukikutana hapa, ibada iko ama ibada sababu gani? Wiki mzima. Okay? Praise God. Hallelujah. Hebu jiandae kwa maombi kutoka Monday mpaka Saturday. Hebu jiandae kwa maombi kutoka Monday mpaka Saturday. Ndio maombi. Tena niba maombi ni Monday mpaka Saturday. Ati nini? Sasa ni kumalizia ibada tu, lakini maombi kwa kesho. Tukiomba kuomba na tuombe. Sasa tukakuja hapo hata nilipofuata utashangaa maajabu ya Mungu. Maajabu. Okay? Sababu kama tukaziko hai, shetani hawezi, paka hawezi. Unaelewa? Na shetani anafanya nguvu za maombi. Hapana hivi. Tunabaki maombi ya kaida kimi shikilia. Amen. Tukoma mwadhani. Amen. Hiyo si maombi. Hiyo si hapo si maombi. Hiyo hapo si maombi. Hiyo ni chakula au si? Kila Mungu anapolala dakika 3-4, hiyo sio maombi, hiyo tu ni ya unaelewa? Prayer must cost. Ati nini? Prayer must cost. Maombi kuna gharama. Mimi nilimwambia tuende maombi akaniambia mimi na kuaga na kitu anaenda. Mapendo maombi hadi kwa gharama. Hiyo biashara ya chakula, dakika 3 ya kulala, dakika 1 ya hata yule wanabaki anaenda kazi ya lazima nimgaiwe kama Mungu. Yaani mama na nywele zangu kio pale hiyo. A good prayer must cost you. A good prayer must cost you. Amen. Hallelujah. Mapendwa, Mungu neema. Tupende maombi. Umesema tumeitwa kuomba. Anapobebeleza jina la Baba, you must pray, you like it or not. Alipoomba maajabu itendeka, ni Petro ndio inafunguliwa, Stefano atakiwa inaendelea kanisa. Sababu gani? Kanisa hata kama ni kitu, the more wanakoroga inawaka zaidi. Sababu gani? Kanisa huwezi. Hata nchi haiwezi kanisa. Wakiamua kanisa is very very powerful man. Mungu hushuka. Naye Mungu hushuka. Na kishuka huwezi kusaidia. Amen. Praise God. Sisi tunataka sana Bwana. Tunaenda kuomba. Okay? Na kusema ni maombi, Bwana nisaidie kuomba. Hiyo tu. Amen. Mungu nipende maombi. Nifungulie kuomba maana huo ndio mwito umeitiwa. Amen. Sema za Bwana. Sema za Bwana.